lakini kiatu kinakwisha. Yaani soli ya kiatu inaisha. Lakini mguu wa binadamu unaweza kutembea kutoka hapa kwa mguu mpaka Sumbawanga, hawezi kuisha. Kwa nini? Ni kwamba zile protini zinafanya kazi ya kujenga mwili na kurudisha hali yake ile iliyokuwa imebomoka. Kwa hiyo inasaidia kujenga mwili. Vyakula hivi tunapovitumia katika maisha yetu vinausaidia mwili kwa kiasi kikubwa sana. Wazazi wetu kabla teknolojia haijapanuka na haijaongezeka, tunaambiwa katika historia kwamba wazazi walikuwa wanatoka hapa Sumbawanga kwa mguu mpaka Dar es Salaam wakitafuta kazi, na walikuwa wanatembea safari ya mguu kwa chini, wanalala njiani, wanaamuka wanatembea bila kiatu. Lakini mguu haukuisha, lakini soli ya kiatu inaisha. Hivi kwa nini? Hivi wewe huwezi kufikiria kwamba Mungu tumeumbwa kwa namna ya ajabu? Bwana Yesu asifiwe. Mwili wa binadamu umeumbwa kwa namna ya ajabu. Hebu angalia. Ng'ombe wana kwato na wanatembea kila siku, lakini huwezi kuona hata siku moja kwato, yani ukwato wa mnyama umeisha na hakuna spare. Lakini kiatu kina spare. Leo madukani soli zimejaza viatu. Mtu mwingine anatembea kiatu kimeisha, anatembea kinaelekea upande mmoja, yani soli inaisha. Lakini mwili wa binadamu hauishi. Hata kama utatembea safari ndefu sana, yani mguu wa binadamu hauishi. Ni kwa sababu gani? Mungu aliumba vyakula vinavyoweza kusaidia kujenga mahali ambapo pamebomoka. Kati ya vyakula hivi tunavyovitumia vinasaidia kwa kiasi kikubwa kusaidia damu kuganda. Unaweza ukaumia, damu zinatiririka, lakini unapofunga eza kwa kitambaa unashangaa damu inaganda alafu inaacha kutoka. Hii inatokana na vile vyakula vya protini tunavyovitumia. Lakini pia katika siku hii ya leo, basi niweze kuelezea aina ya au kundi la tatu la vyakula. Hivi ni vyakula vya mafuta. Hili ni kundi la tatu kati ya yale makundi sita ya vyakula. Kundi hili la tatu ni kundi la chakula cha mafuta. Chakula hiki cha mafuta katika mwili wa binadamu kina kazi gani? Chakula hiki cha mafuta katika mwili wa binadamu kinasaidia katika mwili wa mwanadamu kutia joto. Lakini sifa ambayo haijapungua katika vile vyakula aina mbili nilizoeleza kwamba vinasaidia kutia nguvu pia, lakini pia vyakula hivi vya mafuta vinatia joto, lakini pia vinatia nguvu katika mwili wa binadamu. Chakula tunachoweza kutia joto na nguvu ni chakula cha mafuta pia, ambacho kinapatikana katika mazao tunayolima sisi wenyewe. Na mazao hayo ni pamoja na karanga. Katika chakula cha karanga kuna mafuta, lakini pia katika alizeti kuna mafuta, pia kwenye ufuta, pamba, mahindi, alafu kuna mafuta ya nazi, mafuta ya mawese. Mungu
ameumba vitu mbalimbali vinavyoweza kusaidia katika mwili wa binadamu. Ndio maana nilisema wakati Mungu alipokuwa anaumba dunia hii, jambo la kwanza aliandaa mazingira. Tunaposema aliandaa mazingira, aliandaa kila kitu. Aliandaa maji, akaandaa chakula, na katika chakula akaandaa vyakula vya aina mbalimbali vinavyoweza vikausaidia mwili wa binadamu. Biblia inataja kitu gani katika sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo fungu la 29? Hebu fungu hili lingekuwa ni fungu letu kuu katika mikutano yetu na katika somo letu la afya. Kwenye kitabu cha Mwanzo tusome fungu la 29. Naomba msomaji wangu usome fungu hilo. Kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 29 anasema, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu. Kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote. Ndio. Pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Endelea. 30. Ndio. Na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Asante. Kwa hiyo wakati Mungu alipokuwa amemuumba mwanadamu, alimpa chakula cha mbegu, chakula cha matunda, chakula cha majani. Akasema kitakuwa chakula chenu, lakini kitakuwa chakula cha hao wanyama. Kwa kila mche utoao mbegu ndani yake kitakuwa chakula chenu. Kwa hiyo haya ambayo tunaeleza leo ni kweli yanapatikana katika mazingira yetu. Na hata kama hayapatikani katika mazingira yetu, yanapatikana katika sehemu nyingine. Na inawezekana kuna vyakula ambavyo vinapatikana katika mazingira yetu, mazingira mengine havipo. Labda katika mazingira yetu tunayoishi, alizeti na karanga ni mazao yanayokubalika sana. Lakini ufuta unakubali sehemu za mwambao, sehemu za ziwa Rukwa kule ufuta unapatikana. Lakini pia mawese, sehemu za mwambao wa ziwa Tanganyika yanapatikana. Na pia vile vile katika sehemu nyingine kunapatikana pamba. Japo pamba haipo katika maeneo yetu, lakini ipo sehemu wanalima pamba. Lakini unaweza kushangaa mazingira mengine alizeti haikubali. Na ukizingatia pia maeneo mengine hakuna mafuta ya mawese, hususan katika sehemu za kwetu. Lakini sasa hatujapungukiwa sana. Hata tukikosa mawese, lakini tutakuwa na nini? Tutakuwa na alizeti. Sasa kinachoshangaza ni kwamba vile vyakula vilivyo karibu nasi wakati mwingine tumevifanya kuwa vya biashara na hatuvitumii sisi wenyewe. Ni ajabu, na unaweza ukashangaa mtu ni mkulima na anachagua tu baadhi ya mazao anayoweza kalima. Anasema mimi nitalima tu maharage, nitalima tu mahindi. Lakini alizeti na karanga, mazao haya yana gharama kiasi kwamba unalima alizeti eka moja unavuna gunia 2. Anasema hiyo mimi siwezi. Kama unataka mafuta kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, sio lazima ulime sana. Ulime eka 4 au eka 5. Wewe unaweza ukaamua tu ulime hata nusu eka kwa ajili ya matumizi yako binafsi. Na unaweza ukanunua mbegu ya kisasa ya alizeti. Lakini shamba lako ukalitunza vizuri, ukaweka na mbolea, ukavuna. Hata kama utavuna gunia 3, gunia 4 zinakutosha kwa ajili ya matumizi. Lakini inashangaza, mtu akiona amevuna alizeti na bei yake inakuwa nzuri, anaona ni bora auze alizeti yote na awe ananunua madukani kwenye vibaba. Na wakati mwingine hata pata mafuta ya alizeti, anapata mafuta ya kolea. Ni vizuri tuyatumie mafuta yanayotoka katika ardhi ambayo sisi wenyewe
tunalima ili kupunguza gharama ya uhitaji wa mafuta, kwa sababu